Lakini nimekuja mbele yako na klipu hii na maelezo haya na masikitiko haya juu ya kile ambacho kinaendelea katika nchi ya Tanzania, juu ya watu ambao wakionekana wana namna ya kuishauri serikali ya kukosoa mahali ambapo hapako vizuri, kuinukiwa, kutekwa, kupotezwa, kusumbuliwa, kufanyiwa kila namna ya dhuluma na maonevu na kubaki katika maumivu makubwa na masumbufu mengi. Niko mbele yako hapa kwa ajili ya kujiuliza juu ya nchi ya Tanzania tunaenda wapi, sababu ya kile ambacho kinaendelea. Nasikitika sana juu ya kilichotokea siku ya leo, juu ya mchungaji Herbert Mlelwa kutoka Dar es Salaam Kigamboni, kwa kile ambacho kimetokea. Amefuatwa na jeshi la polisi, kaenda kukamatwa na kupelekwa kwenye kituo, nadhani ni kituo kidogo cha Kigamboni pale. Baada ya hapo kwenda ndugu jamaa kwenda kuuliza kwamba yuko sehemu salama, kafika salama. Inaonekana ni kama mazingira yale wamefika naye na wamepitiliza naye. Mimi nazidi kusikitika na kujiuliza juu ya Tanzania tunaenda wapi, kwa sababu ya namna ambavyo mifumo ya nchi ilivyokaa, na tukiambiwa kwamba serikali ama polisi ni usalama wa raia na mali zake. Nashindwa kuelewa, na vituo vya polisi nadhani vimejengwa kwa ajili ya kwamba kama kuna namna ya mtu kuonekana na makosa, basi aweze kufikishwa mazingira ya kituo cha polisi ili taratibu zingine ziweze kufuatwa. Lakini imekuwa kinyume, imekuwa tofauti kwa kile ambacho kimetokea siku ya leo kwa mchungaji Herbert Mlelwa. Kachukuliwa na hajulikani yuko wapi mpaka sasa. Tunashindwa kuelewa nchi hii inataka nini kitokee. Inataka nini kitokee? Mimi nalani na nakipinga kitendo ambacho kimetokea siku ya leo juu ya namna ambavyo mfumo ulivyowekwa, sheria zinavyosimamiwa, watu ambao wako kwenye vyeo wanaona wanatuma mamlaka, basi wanatumia mamlaka zao kufanya wanavyojisikia. Mimi naamini mtu kama kuna kosa amekosea, basi kupeleka kwenye kituo cha polisi ni jambo jema kwa ajili ya mahojiano. Baada ya hapo, kama atakutwa na hatia, basi taratibu za kimahakama zifuatwe. Lakini imekuwa kinyume, watu wanapotezwa, watu wanafanywa vitu vya kikatili kwa namna ambayo kibinadamu ni kitu ambacho hakifai na hakistahili. Hakistahili na kilani na kukipinga kitendo hicho ambacho kimefanyika siku ya leo juu ya mchungaji Herbert Mlelwa. Haieleweki kwamba wamemchukua kwa kosa gani na wamempeleka wapi. Naomba nisome kitabu cha Misali 11 kuanzia mstari 14, unasema kwamba pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa washauri huja wokovu. Hii serikali tumekuwa tukiambia, mpaka nasema hii katiba, ndio maana watu wa Chadema na watu wengine wanaipigia kelele sana kwamba katiba ibadilishwe. Nimekuja kuona kwamba ni kweli, kwa sababu katika katiba baadhi ya vitu ambavyo tunavisikia, hatujasoma katiba hatujui, lakini kuna baadhi ya vifungu ambavyo mtu anavitaja kwamba serikali imewekwa na wananchi, na mwananchi ana uhalali wa kuuliza, wa kuhoji, wa kukosoa mahali ambapo anaona nchi ama serikali inafanya vibaya. Lakini imekuwa kinyume, ikitokea mazingira ambayo mwananchi anaona hajaelewa, kuna mahali pana uonevu na mahali pana dhuluma, mwananchi amesimama kukosoa, kuweka sawa. Yani imekuwa kama sisi serikali imekuwa ni yenyewe ndio bosi yenyewe, sio kwamba mwananchi kama inavyozaniwa kwenye katiba. Maana sio maneno yangu, ni maneno ya katiba, maneno ambayo mmeyatuma kwenye sheria zenu, kwamba mwananchi ana uhalali wa kuuliza, wa kukosoa, wa kupinga mahali ambapo pataonekana pako vibaya. Sasa imekuwa kinyume, mtu asione mahali pana dhuluma anyamaze au kimya. Sasa imekuwa kama nchi, imekuwa ni nchi ya manyumbu, ni nchi fulani ya majitu fulani ambaye utaona mwenzi anaumia, anafanywa vibaya, anaonewa, uko kimya tu kwa sababu ya kuhofu, kutekwa, kufanywa hata shida. Ili polisi bwana, mnatumika vibaya. Polisi mnatumika vibaya sana, mnatumika vibaya. Mnashindwa kutekeleza wajibu wenu, mnafanya kinyume na wajibu ambao mliendea kwenye hiyo kazi na hiyo namna ndio na hiyo taaluma ndio chagua ya upolisi. Mimi nawaonya na waasa kwamba mnachokifanya jeshi la polisi, kutumiwa na wanasiasa na viongozi ambao wako juu wakifanya vitu vya ovyo. Sisi kama ni mbunge, ni rais amechaguliwa na wananchi, sisi tumempenda kiongozi fulani kama awe mbele yetu. Hivi mara nyingi mtu kama ameajiriwa na bosi wake, maana sasa kama inasemekana sisi wananchi ndio mabosi wa viongozi walioko kwenye nchi. Sasa imeonekana mtu kwenye kazi ameajiriwa na bosi wake. Huyo bosi wake siku anataka kuhoji, mbona kitu kilikuwa hivi? Hakiko hivi. Mbona hapa ni kama ufiki kwa muda mwafaka kwenye ajira, kwenye kazi iliyoko. Yaani moja kwa moja unataka kama ni kosa. Sasa nashinda kuelewa. Nchi inataka tufanye nini? Nchi inataka iende wapi? Nchi inatumika kwa namna gani? Maana ni kama inatumika kwa maslahi ya viongozi tu. Yaani atakapo kiongozi kama fanya vitu ya ovyo na anakuja kujinadi, nichagueni mimi na wawakilisha. Sasa nchi inataka hiyo itawaliwe na machawa. Inataka italiwa na machawa. Ni mtu kama atakuwa anafanya vibaya kwenye nafasi alionayo, au wengine watu ni kupongeza tu, amejenga choo, amejenga nini, amefanya nini. Hapana, nakataa. Nalani kitendo kinachofanywa na polisi. Nalani nchi, msitumie kwa sababu msifanye vitu kwa sababu mna nafasi mlio nayo, kwa sababu mna silaha, kwa sababu mna bunduki, kwa sababu mna namna, mna mahakama, mna magereza, mtamfanyia mtu chochote ambacho mnataka. Ni hapana. Fike mahala ndio tunatambua kujua tu kwamba sote tuna haki ya kuishi katika nchi, na kama mimi ndiye bosi wa rais, bosi wa mbunge, bosi wa mkurugenzi, bosi wa mtu yote aliyeajiriwa serikalini ambaye anategemea kodi yangu, mimi nikahangaike kushughulika huko,
nije nikatwe kodi yangu, huyo rais abaki kwenye madaraka haya. Na ndio wakati mwingi mnakuja kuomba kodi, kama mnajiweka tu moja kwa moja, kama nyinyi mnahisi kwamba nyinyi mna maana kuliko tuna rais. Ndio mnachokifanya mpaka sasa hizi, ni kama mnazuga tu kuweka uchaguzi, kama mnazuga. Mimi ni waase kwamba pasipo mashauri taifa huanguka, lakini kwa wengi wa washauri kuja wokovu. Msitaki kutufanya tu machawa wote. Mahali ambapo utafanya vibaya, tabii tukwambie na tukuonye kwamba hapa unatuonea, unatuumiza, unatufanyia kitu ambacho hakiko sawa. Sasa ikifika mahala rais au mtu uliye serikalini unatumia polisi, na polisi wamekuwa ni watu fulani ambao wanafanya wanavyojisikia. Kuna klipu nyingi ambazo tunaziona polisi wanachokifanya. Sheria zenu zimeelekeza kabisa kwamba mtu aende hivi. Mtu ikionekana ameenda vile kwa sababu hujataka kwa muda huo, basi unainua namna fulani ambayo inakuwa ni mbaya, yenye kumzuru na kwenye kumuonea mtu. Mimi nalaani kitendo cha kukamatwa kwa mchungaji Herbert Mlelwa kutoka Kigamboni, Dar es Salaam, kwa kile kitu ambacho wamemkamatia ambacho hakieleweki. Kama mtu alikamatwa kama kuna makosa, basi angefikishwa kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano, lakini baada ya hapo kama nikutwa na hatia, basi taratibu zingine za kimahakama zingefuata. Lakini imekuwa kinyume, mtu anakamatwa, anazungushwa huku, anapelekwa huku, akafichwa huku. Tanzania anapokwenda siko kabisa. Yako maandiko yanasema kama mzazi usimchokoze mtoto atakata tamaa, asije akakata tamaa. Kiukweli naweza kusema kwamba nchi ya Tanzania imekaliwa na manyumbu, watu fani waoga, lakini muweze kujua tu kwamba kuna wakati utafika watu tutakata tamaa, tutashindwa, tutachoka, kwamba sasa kote ni kufa. Nikikaa kimya nitakufa, nikiongea nitakufa. Basi lolote lifanyike liweze yoyote vile, nchi itaingia kwenye machafuko na tunakuja kujikuta hakutakuwa vita kalika, kwa sababu utakuna waza kunitafuta unizuru na mimi nitakuwa nawaza kutafuta kukuzuru. Kwa hiyo mimi natoa rai juu ya jeshi la polisi, lakini pia na serikali kwa ujumla kwamba kitendo mlichokifanya juu ya Herbert Mlelwa naomba kifanyike kwa upesi haraka, ajulikane aliko, lakini pia kama na makosa ichukuliwe tu hatua ya kuhojiana naye. Kama itaonekana ana makosa, basi afikishwe mahakamani kwa ajili ya taratibu zingine za kisheria ziweze kufuata mkondo wake.